Sikiliza. Ni jambo jema kabisa kutamani kwenda mbinguni. Na wote tunamtumikia Mungu ili twende wapi? Mbinguni. Ni jambo jema kabisa. Lakini niwaambie ukweli. Yesu anachotamani kwetu ni kweli kwenda mbinguni, ni wazo jema sana. Lakini kabla tujaenda mbinguni, kuna kazi kila mtu alipo ya kufanya hapa duniani. Kwa hiyo Yesu kabla hajachukua kwenda mbinguni, anataka aone kwanza ushushe ufalme wake hapa. Watu wamtambue. Ukisimama na mgonjwa afunguliwe, ukisimama na kipofu aone, ukisimama na kiziwi asikie. Maana yake hivyo vyote haviwezi kufanyika kama ufalme wa Mungu haujashuka. Haleluya. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ni jambo jema sana. Lakini kabla mtumishi haujawaza kwenda mbinguni, lazima ujifikirie ni kazi gani umefanya. Maana Biblia inasema kila mtu atalipwa kulingana na kazi aliyofanya. Amen. Apandacho mtu ndicho atakachovuna. Sasa ukiwa unapanda, kuna namna hautaweza kupanda vizuri kama ufalme wa Mungu haujakaribisha kwenye maisha yako. Amen. 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 Kwa hiyo moja ya kitu kinachotufanya sisi wa Kristo kuwa wa tofauti ni ule ufalme wa Mungu sisi tuushusha, tuutoa mbinguni na kuutendea kazi kwenye maisha yetu. Sikiliza, watu wengi sana hawaokoki. Unafikiria kwa nini watu hawaokoki? Kinachosababisha sasa hivi watu wasiokoke ni hivi. Kuna namna ambapo wanatuangalia sisi watu tuliookoka. Kuna namna walitaka wayaone matokeo ambayo kwao hawayaoni. Lakini cha ajabu, hata wanapotazama wale watu waliokoka, yale matokeo wanayotarajia hawayaoni. Kwa unakuta mtu anafikiria niokoke wewe. Lakini kama sisi tuliokoka tukijitambua, tukaleta ufalme wa Mungu hapa, kuna namna watakuwa wanaona huyu ni mtu wa tofauti. Nipate wapi tena mtu kama huyu? Amen. Zipo ofisi nyingi ambazo wanatafuta watu waaminifu lakini wamewakosa. Zipo taasisi nyingi wanatafuta watu waaminifu lakini wamewakosa. Kwa nini wamewakosa? Uaminifu sio tu kitu cha kuamua. Uaminifu lazima kwanza Mungu akutawale. Yaani kitendo cha kuona hiyo hapo 5,000 huyo mtu ameiacha, niache nisichukue. Lazima kuna namna wewe umetengenezwa tofauti. Sasa shida ni kwamba tuna watu waliookoka mdomoni lakini rohoni hawajaokoka. Ukiangalia matendo yao, ongea yao, ni kama ya watu wa dunia kabisa. Hamna tofauti. Mtu anasema tu ni kweli na kutumikia Mungu na kuamini Mungu, lakini Mungu kwenye maisha yake hajawahi kuona matendo yoyote ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Haleluya. Amen. Huwezi kumwona Mungu kwenye maisha yako mpaka wewe mwenyewe uamue. Na Mungu harisishwi. Eti kwamba usoe labda ndugu yangu, Mungu ni wewe mwenyewe. Maana kwa Mungu wewe unasaidia kitu ambacho jamani ni hivyo watumishi. Mungu hanaga wajukuu. Mungu ana watoto tu. Kwa hiyo mimi, baba yangu, babu yangu, tukiwa mbele za Mungu, watu ni watoto. Amina. Kwa hiyo kwa Mungu hakuna kulisi. Jambo hili mimi niliwahi kulifahamu na nikasema nitamtafuta Mungu kwenye maisha yangu. Sikutaka kuangalia, nilikuwa najaribu kuangalia watoto wengine wa wachungaji. Naona watoto wa wachungaji wameharibika. Wachungaji wanalalamika. Nikasema japo mimi mwenyewe baba yangu ni mchungaji, lakini nitamtafuta Mungu ambaye ninataka nione, yaani nataka nione matendo yake zaidi ya aliyoyafanya kwa baba yangu. Mimi kwa nione zaidi yake. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen.
kushusha ufalme wa Mungu duniani. Faida za kuja kwa ufalme wa Mungu duniani. Faida za kuja kwa ufalme wa Mungu duniani. Faida za kuja kwa ufalme wa Mungu duniani. Faida ya kwanza, ufalme wa Mungu ukija, hakuna ufalme mwingine unaoweza kutawala. Ufalme wa Mungu ukija, hakuna ufalme mwingine unaoweza kutawala. Mtu akisharuhusu maisha ya kimungu, neema ya kimungu kutenda kazi kwenye maisha yake, hakuna ufalme mwingine utakaopata nguvu za kuja kumtoa mtu huyo kwenye main point ya Mungu. Hakuna. Na ndio maana wengine watalala wanahangaika, wanasema mara tumelala tumewangiwa. Lakini wao ukilala namna hii ni mpaka asubuhi, hautaona changamoto yoyote. Wengine wanalalamika mara siku leo nimeamka siku moja mbili tatu, lakini wao ukilala unaamka vizuri kabisa. Ni kwa sababu kule ufalme wa Mungu ukishatawala, hakuna ufalme wowote wenye mamlaka ya kufanya chochote. Amen. Mtasoma habari za Elia na manabii wa Baali. Inafika wakati nchi ya Israeli wamemkosea Mungu, wanaabudu Baali, wamemwacha Mungu hao. Inafika wakati Elia anawaambia manabii wa Baali, twendeni kwenye mlima Sinai, halafu huko Mungu atakayejibu ndiye tutakayemwadhimisha. Sikiliza, main point iliyokuwa inatafutwa hapo ni kushusha ufalme, kwamba akina nani wataushusha ufalme wa Bwana. Amen. Sikiliza, wanachukua ng'ombe wanazikatakata, wanaweka kwenye kuni. Elia anawaambia mwaga pipa hapo, mwaga mapipa ya maji. Wakamwaga mara ya kwanza, wakamwaga mara ya pili, wakamwaga mara ya tatu. Anawaambia tena ongezeni. Wakaendelea kuongeza, alafu anawaambia hivi, walipomaliza kiasi kwamba hata wangechukua kiberiti ilikuwa ni ngumu kuwasha ule moto, maana ile sehemu yote imeloa. Nyewe ni mashahidi. Kuni iliyoloana kuiwasha iwake moto ni kazi ngumu. Sasa pale hata hicho kiberiti hawakuwa nacho. Akawaambia hivi, sasa mimi nimewaachia nafasi, nyie muombeni Mungu wenu akishusha moto hapa. Kuanzia leo hata mimi mwenyewe nitakuwa miongoni mwenu. Tutamtukuza Mungu wa Baali. Hakutaka kushindana nao sana. Kuna mambo mengine wewe kwenye maisha usishindane nayo sana. Kuna watu wengine wewe wakikusema usishindane nao sana. Sikiliza. Yaani sisi hatupambani, hapana. Sisi tumekwisha kushinda, ila tunadhibitisha tu ushindi tulio nao. Amen. Yaani wewe sasa hivi hautafuti ushindi, eti mimi napambana ili nishinda. Hapana, wewe ulishashinda. Ile haya yote unayoyafanya sasa hivi unadhibitisha ushindi wako kuwa kile nilichoshinda ni sawa. Amen. Haleluya. Amen. Sikiliza, manabii wa Baali wakaanza sasa mambo yao namna hii, wanazunguka ile madhabahu kutoka saa moja. Ilipofika saa 6 wanasema inawezekana labda Mungu wetu amesafiri, inawezekana labda Mungu wetu yuko busy. Wakaamua wachukue nyembe, wakachukua wembe, wakazikatakata namna hii, miili yao inatoa damu. Wanajaribu angalau wakanyunyiza ile damu pale, labda moto utatokea. Hakuna kilichofanyika. Wanaona bila, wakijaribu mbele na nyuma, wanaona bila. Unajua nini kilitokea? Wamefanya namna ile kutoka saa 1 mpaka saa 12. Mwamba Elia amekaa pembeni, anawaangalia namna hii. Sikiliza, kwenye kitabu cha Zaburi Biblia inasema kwamba Bwana atapigana na wanaopigana nasi, atateka nao na wale wanaoteka nasi kwa jina
Haleluya. Amen. Elia akawaambia, basi jamani, umetosha. Kama mmepiga maombi toka hiyo saa 1 mpaka saa 12, watumishi umetoka.